Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahimu, na Bwana amembarikia sana bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa babangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya babangu, ndipo utafunguliwa kiapo changu. Hapo utakapowafikiria jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo, utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani nikasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ukinifanikishia sasa njia yangu niendayo mimi, tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji. Basi na iwe hivi, msichana ajaye kuteka maji, nikamwambia, nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akaniambia, unywe wewe na ngamia zako pia nitawatekea. Huyo nawe ndiye mke Bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama, Rebeka akatokea na mtungi begani mwake, akashuka kisimani akateka. Nami nikamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka akatua mtungi wake chini, akanena, unywe na ngamia zako nitawanywesha pia. Basi nikanywa, akawanywesha na ngamia nao. Kisha nikambuliza nikasema, ubinti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti Betueli mwana wa Nahori, Milka aliyemzalia. Nami nikamtia azama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, aliyeniongoza njiani nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni; kama sivyo, niambieni ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Ndipo Labani na Betueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukwambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku, wakaondoka asubuhi. Naye
Wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. Wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa Hawa wawachukiao. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, na wakapanda juu ya ngamia, wakamfuata yule mtu, naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa njia ya Beer-lahai-roi, maana alikaa katika nchi ya kusini. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni. Wakati wa jioni akainua macho yake, akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka kainua macho, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia, akamwambia mtumishi, ninaye mtu huyu ajaye kondeni kutulaki. Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatwaa shela yake akajifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtwaa Rebeka akawa mkewe, akampenda Isaka, akafarijika kwa ajili